Umefahamu Suratul Fatiha, kuna sura mbili kwenye Qur'an al-Karim zimefanana na majina. Kuna Suratul Fathi, sura ya ushindi, tunakwenda kupigana vita. Kwenye vile vita tukiwashinda tunaopigana nao tunasema fathu, ushindi au an-nasr. Kwa maana Waislamu ndio walikuja na strategic imma an-nasr au al-maut vitani, yani no retreat no surrender. Waislamu ndio walikuja na hii strategic imma an-nasr au al-maut, imma tushinde au tufu. Kwenye historia ya battlefield vita, Waislamu ndio wakaonekana wanapigana bila kurudi nyuma kwa sababu ya ideology imma an-nasr au al-maut, yani mkituua tumeshinda, tukishinda tumeshinda. Allah aliwaambia wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, msiseme kwamba waliokufa vitani amwat, wamekufa, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, wapo hai wanapewa riziki zao za peponi na Allah. Kwa hiyo Waislamu wakaamini tukifa vitani tumeshinda, hata kama tumeuliwa vitani, na tukishinda kwenye battlefield, umenifahamu, tumeshinda. Na tukishashinda tunafanya fathu, tunakuwa tumefanya ukombozi, ule mji tunakuwa tumeuteka, unakuwa chini under control. Ikaitwa Suratul Fath, sura ya ushindi. Inna fatahna laka fathan mubina. Sura kwanza kuna sura mbili zinafanana majina, al-Fath na al-Fatiha. Inna fatahna laka fathan mubina, Muhammad tumekufungulia, tumekupa ushindi wa wazi kabisa, Fathu Makkah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, baada ya ushindi huo Allah Muhammad anakwenda kukusamehe madhambi yako yote uliyofanya na usiyofanya, kama alivyosema idha jaa nasrullah, utakapoona ushindi wa Uislamu wanashinda, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, watu wakawa wanaingia kwenye Uislamu makundi na makundi, kutoka Iran, Fursi, kutoka biladi Sham, kutoka Hijaz, kutoka Yemen, ujue fasabbih u'budullah. At-tasbih ni min jumlati al-ibada. Ibada yoyote utakayoifanya, iwe sadaqa, iwe sala, iwe kusoma Qur'an, inaitwa tasbih. Na as-sabhu min as-sibah, hata mtu anapoogelea tunasema sibah, mtu anaogelea, kwa sababu ile at-taharruk, ayu movement yoyote inaitwa tasbihan lillah. Yani ukifanya movement, binadamu kitendo cha kulala na kuamka, tasbihan lillah. Amesema huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, Allah ndio anawafanya usiku mlale, wa ya'lam ma jarahtum bin-nahar, na hata zile movement zenu, zile harakati zenu za mchana na asubuhi, ya'lam, anasijua. Kwa hiyo binadamu kulala, kuamka, tasbihun lillah. Ndio maana Mtume Muhammad atufundisha tuseme hivi, asbahna, tumeingia subhi, wa asbaha almulku lillah, na asubuhi pia imeingia, ufalme wote ni wa nani? Ni wa Allah. Yani tumeamka subhi, tulilala jana, tulikuwa tujui kama tutaamka, fabital asubhi imeingia, almulku lillah, bas Allah ndio mfalme, kama alivyosema biyadihi malakutu kulli shay. Allah subhana amemiliki ufalme wa kila kitu. Hivi mnajua kama Allah ana mikono? Anayo mikono. Mnajua kama Allah anayo mikono? Allah amesema yadullahi mabsutatan, mikono miwili Allah ameikunjua, ameinyosha. Na Allah hana mkono wa kushoto, yani mikono yake yote miwili ipo upande wa kulia. Kilta yadullahi yamin, to Muhammad sema mikono yote miwili ya Allah ni ya kulia, hana mkono wa kushoto. Kwenye hiyo mikono ya Allah subhanahu amesema biyadihi malakutu kulli shay, yeye ndo anamiliki ufalme wa kila kitu. Inafaa kuuza damu ifai? Yani kuuza damu inafaa ifai? Haifai. Kuuza nyumba yako inafaa ifai? Tegemea. Kwa nini nyumba yako inafaa kuuza? Kwa nini damu haifai kuuza? Kwa damu ni yako. Damu yani mwenyewe umeikuta. Fabiha wa ni'ma, burika fi. Damu umeikuta, ama nyumba umejenga mwenyewe, umetafuta hela zako kajenga nyumba, umeita mafundi, cement, tofali kajenga. Ama damu umefanya nini? Umeikuta. Kwa hiyo utakiwi kuuza kitu ambacho si chako.
Hata kama nyumba madamu si yako, inabidi fanye nini? Uiache kama ulivyoikuta. Na ndio maana mtu anapokufa kile alichokiacha kinaitwa mirath, irth, urithi. Yani hawa watu wanaokwenda kumiliki ile nyumba ni mali ya kurithishwa, ya kuachiwa na mwenyewe. Ndio anaweza kuiuza. Wanaweza kuiuza sababu ule utawala ushahama. Sio, mnifahamu? Kwa hiyo mikono ya Allah miwili yote ipo upande wa kulia, Allah hana mkono wa kushoto. Na mikono ya Allah inabeba nini? Imemiliki ufalme. Umeeleweka? Kwa hiyo Allah alimwambia Mtume Muhammad, ukiona ushindi, watu mnashinda, watu wanaingia kwenye Uislamu, fasabbih u'budullah. Sabbih ay taharruk utakaoifanya Muhammad, fanya ubudiyatan lillah, fanya kwa utiifu na kumnyenyekea Allah, wastaghfirhu, na muombe Allah nini? Msamaha wa dhambi zako. Kwa hiyo Uislamu walipofanya fathu Makkah, walipokwenda Makkah, Mtume Muhammad akasema alipowaambia yoyote atakayoingia kwenye Uislamu kana amina, kila mtu ibida ajisalimishe. Waislamu wamekwenda wengi, kila mtu ajisalimishe, na yoyote atakayoingia kwenye Uislamu kana amina, itakuwa amejisalimisha, haramu kumwagwa damu yake. Mtume Muhammad akamwambia Allah, ukiona imefika siku hiyo, basi tumekusamehe dhambi zako zote, ujue siku yako ya kufa imefanya nini? Imekaribia. Umeeleweka? Na kuna sura nyingine, suratul Fatiha, sura ya ufunguzi wa Qur'an. Yani mwana Qur'an al-Karim, sura ya kwanza tartibu al-Qur'an, kwa mpangilio wa Qur'an, sura ya kwanza ni nini? Ni suratul Fatiha, sura ya utangulizi. Alafu inafuatia al-Baqara, al-Imran, an-Nisa, al-Maida, al-An'am, al-A'raf. Inaitwa suratul Mutawwilat. Masahaba asema man qaraa man hafidha al-Baqara wa Ala Imran jadda fina. Kipindi chao atakayosoma Baqara na Ala Imran akaielewa, walikuwa wanamheshimu, kwa sababu ndio sura ambayo kwamba imemzungumzia Allah ufalme, imezungumza hukumu, imezungumza nani Allah, nani Muhammad, kwa nini kuna kufa, kwa nini watu wamepewa uhai kuishi, imenifahamu, kwa nini wanapewa riziki watu, kwa nini watu wafunge Ramadhani, kwa nini watu watoe sadaka, kwa nini watu waoe, kwenye hizo sura al-Mutawwilat. Suratul Fatiha, aya ya kwanza kwenye suratul Fatiha sio bismillah, na uhakika na wathibitishia wanaosema sura ya kwanza, aya ya kwanza kwenye suratul Fatiha bismillah, nina uhakika hata Allah wamjui. Sio aya. Na wengi wanaosema suratul Fatiha aya yake ya kwanza ni bismillahir rahman, nina uhakika hata Allah wamjui. Hawajui ana mikono mingapi, hawajui kama Allah hana mkono wa kushoto, bali anayo mikono miwili yote upande wa kulia. Hawajui chochote kuhusu Allah. Na hata Allah hawamwiti Allah, wanamwita Mungu. Wanaosema bismillah, wanasema kwenye tafsiri, ukisikiza msikitini, bismillah, kwa jina la Mungu. Sasa nawauliza watu, Mungu gani? Wahindi pia wana Mungu wao. Budha wana Mungu wao jua. Wanasema jua ndio chanzo cha uhai. Kwa China huko. Wanaabudu jua. Wanasema jua ndio chanzo cha uhai. Ili jua lichomoza, ili yani jua ndani ya dakika 5 lisipochomoza, lisipokuja, dunia nzima inaganda kwa baridi, tunakufa watu wote. Simenifahamu? Haya, sasa huyo Mungu gani? Bismillah, kwa jina la Mungu. Mungu gani? Msikiti upo? Misikiti mingi. Hata mpaka mnayoijua. Asema bismillah, kwa jina la Mungu. Al-aqil al-mutadabbir. Mtu mwenye akili anajiuliza, huyo Mungu gani? Nini maana bismillah? Bismillah. Nini maana bismillah? Bismillah ni nianze. Very simple. Bismillah kwa jina la Allah. Sio kwa jina la Mungu. Bismillah kwa jina la Allah. Allah maana yake sio Mungu. Tukubaliane, tufanye Allah maana yake Mungu. Tufanye Allah maana yake nini? Mungu. Muhindi anaabudu, Alhindu wanaabudu nini? Ng'ombe. Na vinyago masanamu wanaabudu nini? Ng'ombe. Si ndio?
Na elephant. Na tembo. As-sanam fi lisan al-arabi al-fasih kullu timthalin yu'bad, kinyago chochote kitakachoabudiwa ndio inaitwa sanaman. Chochote hata kama picha yako watu Widaibu mbona mzuri, anaonekana huyu ndio Mungu wa ulimwengu. Picha yako kiabudiwa, basi sanam, picha yako inakuwa sanam, hivi tuitoe kwenye nyumba. Ndio Mtume Muhammad akisema la'ana Allahu al-musawwirin, Allah subhana ana laani watu wenye kupiga picha au wenye kuchora au wenye kuchonga, kwa sababu mtakapokufa huenda watoto wenu zile picha kwa wanazililia. Mtakapokufa huenda watoto wenu kwa wanazivutia zile picha, pengine baba. Sema nifahamu. Mtume Muhammad sema innal malaika la yadkhuluna fi baiti alladhi fihi sura, malaika waingie kwenye nyumba ambayo ina nini, ina sura. Sura ina maana mbili, kuna sura timthal yu'bad na kuna sura bimaana sura picha likinyago ayabudiwa kama mnyama ukiweka hapa haifai, kwa sababu roho hivi hiyo haina shida. Picha za viumbe hai haram kukaa kwenye majumba, na ndio maana nakwambia wanasema stika picha ya Messi Cristiano haifai. Haifai kwa sababu ni viumbe. Allah amesema yaum al-qiyama mkiambiwa mvitie roho, je, mtaweza kuvitia roho? Amesema Allah kwenye Qur'an al-Karim huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, Allah ndiyo mwenye jukumu la kuwatia nyinyi picha, kuwatengeneza picha baada ya kuwamania wazazi wenu, anawatengenezea picha shape shakl vile anavyotaka. Mpaka leo mtu amekuwa fulani rajuli mzuri, umenifahamu? Sasa ikiwa ushamtengenezea picha, ushatengenezea picha yako, haya ipe roho picha yako, huwezi kuitia roho. Kweli. Sasa kama huwezi kuitia roho, kwa nini umeipiga picha? Mtu anakuchora kama wewe ulivyo, lakini ndivyo hivyo. Imeeleweka? Kwa hiyo ni laana Allah, na hadithi sahihi na wanazijua. Ndio maana nakwambia wanasema bismillah aya katika sura al-Fatiha, hata Allah mwenyewe hawamjui. Allah baini hawamjui. Imeeleweka? Kwa bismillah wanasema kwa jina la Mungu. Mungu yupi? Wahindi wanasema wana Mungu wao. Budha wa China wanaabudu jua, wanasema na Mungu wao. Mungu yupi? Ethiopia, so Islamu wao. Wana Wakristo Ethiopia, kuna watu mulhida waamini chochote. Uislamu wao ukoje tuna kwetu? Na Wakristo pia Ethiopia. Ethiopia kuna madhahib. Maana wanavyoswali Allahu Akbar, Allah kuna madhahib. Hata hapa pia watu wanaabudu Abdul Qadir Jilani. Watu wanaingia msikitini wanamtaja Abdul Qadir Jilani masaa mawili, ya Abdul Qadir Jilani shallillah, Abdul Qadir Jilani masaa mawili watu wanamuimba Abdul Qadir. Nani Abdul Qadir? Ya akhi, Abdul Qadir alikuwa rajul min rijal, amezaliwa na mama yake na babake. Mimi simjui Abdul Qadir, na wasikia msikitini watu wanaimba Abdul Qadir Jilani. Wewe umefanya nini? Masaa mawili. Allah amesema hivi, adhina Allahu an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu, Allah ameruhusu misikiti ijengwe yuzkaru fiha ismuhu, lipate kutajwa jina lake na sio tajwa majina ya watu waliozaliwa na mama zao. Umefahamu? Misikiti imejengwa Allahu akbar, Allahu akbar, Allah mkubwa, Allah mkubwa, ashhadu an la ilaha illa Allah, natoa ushuhuda dunia hii haina Allah, haina kuabudiwa mwingine isipokuwa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, natoa ushuhuda Muhammad ni mtume wa Allah. Yu'adhina an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu rijal. Allah subhana, misikiti imejengwa ili wanaume wataje jina la Allah ndani ya misikiti, na sio wataje almauludun, watu waliozaliwa min furuji ummahatihi. Menifahamu? Shakupata. Umeelewa? Wanaenda msikitini Abdul Qadir Jilani, alafu kuuliza hiyo jina la nani? Anasema hilo jina la Allah, hilo kifupi cha kifupi cha Allahu Allahu Allah. Allah amesema fadhkuru Allah ka dhikri abaakum, mtajeni Allah kama mnavyotaja wazazi wenu, baba zenu na mama zenu. Kwa nini Allah amemtaja kwa nini Allah amemtaja afu anasema hilo jina la Allah? Ya akhi, Allah subhanahu amesema walillahi alasmaul husna, Allah ana majina, Allah ana majina mazuri, fad'uuhu biha, muiteni Allah kwa majina
yake mazuri. Hivi afwan, hivi fulani anaitwa Muhammad Shaaban, inafaa Muhammad Shaaban kuitwa Muhammad Shah kufupisha jina la babake? Uweze kumuita mtu Muhammad Shaaban kuitwa Muhammad Shah kwa sababu umefupisha jina la babake. Cheti cha kuzaliwa kinaitwa Muhammad Shaaban, mwite Muhammad bin Shaaban. Umeelewa? Wengi wanaosoma bismillah ni sura katika suratul Fatiha, hata Allah mwenyewe wamjui. Na ndio maana unachukua masaa mawili kumtaja Abdul Qadir Jilani katika buyutullah, katika nyumba za Allah subhanahu. Abdul Qadir Jilani ana nyumba ambayo kazaliwa na ana nyumba ambayo kazaa watoto wake, kamtajeni kwenye nyumbani kwake, sio kwenye misikiti ya Allah. Kwa hiyo mfano tumesema bismillah kwa jina nani? La Allah, na sio kwa jina la Mungu. Si ndio? Mfano Muhindi Alhindu anaabudu elephant au baqar, anaabudu ng'ombe au tembo, si ndio? Yule tembo tukitaka kusema tembo huyu, tembo mwenyewe anawaua. Tukitaka kusema tembo huyu ni Mungu wa Muhindi, Kiingereza tunasemaje? Nirudia tena. Tukitaka kusema tembo huyu Kiingereza ni Mungu wa Muhindi tunasemaje? Basi jaribu. Sisi tunajifunza hapa. This is God of Hindi. Mnafahamu tukitaka kusema ng'ombe huyu ni Mungu wa Muhindi, Kiarabu tunasemaje? Haramat ftah. Arabi ya akhi. Uweze kusema hadhihi albaqara Allahu alhunud. Unaposema hadhihi albaqara Allahu alhunud, tembo huyu ni Mungu. Hadhihi albaqara, ng'ombe huyu Allahu alhunud, ni Allah wa Muhindi. Maana yake nini? Maana yake ng'ombe huyu Allah ni ng'ombe kwa Wahindi. Hadhihi albaqara Allahu alhunud, ng'ombe huyu ni Allah kwa Wahindi. Maana yake umethibitisha Allah kwa Wahindi ni ng'ombe, na ng'ombe kwa Wahindi ndio Mungu wao. Kwa hiyo Allahu la translate, la yutarjam. Neno Allah halitafsiriwi kwa lugha yoyote, ntabaki Allahu ni jina lake kajipa mwenyewe. Mfano Adam ndio kiumbe wa kwanza kutengenezwa. Hivi mnajua jina la kwanza Allah Adam kutamka ilikuwa jina gani? Allah. Mtume Muhammad sema ruhu ilipoingia kwa Adam fa'atas, akapiga chafya. Malaika wakamwambia Adam qul, sema alhamdulillah. Nini maana alhamdulillah? Kwenye misikitini wameongopeana ahlu tariqa, watu Abdul Qadir Jilani wameongopeana, wamesema alhamdulillah, sifa njema zinamhusu nani? Allah. Sasa ikiwa sifa njema zinamhusu Allah na sifa mbaya zitakuwaje? Sifa nzuri zinamhusu nani? Allah. Na sifa mbaya shetani. Sio kweli. Sifa njema ni za Allah na sifa mbaya ni za Allah. Malaika kwambia Adam qul alhamdulillah, Adam sema alhamdulillah. Alhamdulillah maana kila kitu ni cha Allah, vilivyokuwa vibaya na vilivyokuwa vizuri ni nani? A'udhu billah. Tuqulu a'udhu billah. Adam sema alhamdulillah, Adam akasema alhamdulillah. Kuna mizozo, kuna khilaf. Je, Adam alikuwa Mwarabu, alikuwa mzungu, alikuwa black man? Pemba. Mnafahamu? Allahu a'lam. Allah nafahamu Adam alikuwa black man, alikuwa mzungu, alikuwa mchina, yeye ndo anajua. Lakini Adam akazungumza Arabi kwa kusema alhamdulillah, kila kitu ni cha Allah. Basi imekuaje mpaka tutakuja kwa bismillah. Maana yake sio kwa jina la Mungu. Mungu yupi? Simenifahamu? Wanatofautisha kati ya ilah, mwenye kuabudiwa, na Allah. La ilaha, hakuna anayefaa kuabudiwa illa Allahu, isipokuwa nani? Allah. Na la ilaha, hakuna anayefaa kuabudiwa illa Allah, isipokuwa Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Bismillah kwa jina nani?
la Allah na sio kwa jina la Mungu. Ar-Rahman Ar-Rahim wameongopeana pia. Wanasema Ar-Rahman mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, Ar-Rahim mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Ile mnaiona neema kubwa kwa Allah pengine neema ndogo, na ile mnaiona neema ndogo kwa Allah neema kubwa. Fulani na majumba na magari, Allah amesema tunawapa neema kufar liyazdadu ithman, ili wazidi kufanya nini? Madhambi. Kwa fulani na magari na majumba, ile sio neema kubwa, ni neema ndogo. Na fulani na uza machungwa, lakini kasbul halal ndio neema ambayo Allah kamchagulia ni kubwa kwa Allah subhanahu. Kwa anasema Ar-Rahman mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, Ar-Rahim mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Kuna wengine wanasema Ar-Rahman mwenye kuneemesha neema hapa duniani kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kufar, ndio Ar-Rahman. Ar-Rahim mwenye kuneemesha Waislamu peke yake, mu'minun peke yake peponi يوم القيامة. kadhib, uongo, si kweli. Mnifahamu nini maana bismillahir rahmanir rahim? Bismillah kwa jina la Allah, Ar-Rahman mwenye nguvu, Ar-Rahim mpole. Ar-Rahman Ar-Rahim inatokana neno rahim, rahma, upole. Mtu anapokuwa mpole akazidisha upole wake, anakuwa nini? Ni mtu ambaye afai, ana roho ashikiki. Ndio maana nasema usimwone mtu mkimya, usimwone mtu acheki, ndio mtu hatari. Simenifahamu? Ar-Rahman ni sighatul mubalagha biziyadati al-alif wan-nun, ay ashaddur rahma. Mtu anapokuwa ashaddur rahma, Adam aliwaambia watu inna Allah al-yawm qad ghadiba lam yaghlib min qabl يوم القيامة. Nawaambia watu leo Allah amekasirika, hajawahipo kukasirika. Maana yake nini? Iko Allah amekasirika, hajawahipo kukasirika, si ndio? Na Allah amesema inna Allah la yu'adhibu adhabahu ahad, hakuna anayeweza kutoa adhabu kama nani? Allah. Fa'lamu anna Allah shadid ashaddu al'adhab, fahamuni kama Allah na adhabu kali. Kisha Allah amesema yeye ni ashaddu rahma, ana huruma zaidi. Maana yake nini? Maana yake hasira yake inapoisha, huruma yake inapoisha, hasira yake inakuwa nini? Inakuwa kubwa. Mfano, kuna sura inaitwa Suratul Mulk, sura ya king, sura ya mfalme. Kwenye sura hiyo Allah amesema hivi: amman hadha alladhi yansurukum min duni ar-Rahman, amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni ar-Rahman. Hivi nani atakayeweza kuwalinda mkimwacha Allah? Afwan, amman hadha alladhi huwa jundun lakum, nani yule ambaye anakuwa askari wenu, yansurukum, atakayewalinda, min duni ar-Rahman, mkimwacha Allah. Kwa nini al-jund yansur ar-Rahman? Kwa nini ar-Rahman fil jund wan-nasr? Kwa nini Allah amesema yeye ndio jund na yansurukum, anawalinda? Kwa nini Rahman anawalinda? Kwa sababu ni al-qawi, ana nguvu. Aya nyingine amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala, amman hadha alladhi yarzuqukum min duni ar-Rahman, hivi nani anayeweza kuwapa riziki binadamu? Hivi maskini anapomsaidia tajiri anakuwa kampa riziki au kamsaidia tajiri yake? Kamsaidia tajiri yake, kwa sababu hakuna maskini anaweza kumpa riziki nani? Lakini tajiri anapompa chochote tajiri yake, atasema vipi? Tajiri kampa riziki nani? Mfanyakazi wake. Kwa al-qawi huwa alladhi yarzuqu. Mnafahamu? Amman hadha alladhi yarzuqukum min duni ar-Rahman, hivi nani ambaye anaweza kuwapa riziki nyinyi kama sio Allah? Ar-Rahman maanahu al-qawi, mwenye nguvu. Bismillah, kwa jina la Allah, Ar-Rahman mwenye nguvu. Angalia Allah subhanahu anawaambia Quraysh Makkah, qul man hadha, anasema bibi huwa Ar-Rahman amanna bi wa alayhi tawakkalna. Anasema Allah subhanahu kwenye sura hiyo, anasema
qul huwa arrahman, Muhammad waambie watu huwa arrahman, yeye Allah ndiyo mwenye nguvu. Huwa arrahman amanna bi, tumemkubali. Wa alayhi tawakkalna, na Allah tunamtegemea. Hivi unaweza kumtegemea mtu mwenye huruma au unamtegemea mtu mwenye nguvu? Unamtegemea mtu mwenye nguvu. Allah amesema tena wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Yawm alqiyama khashi'atil aswat. Hamza ndo nani? Hamza alikuwa ndugu yake, alikuwa mjomba baba ammi yake Mtume Muhammad. Wa khashi'atil aswatu lirrahman, yawm alqiyama khashi'atil aswat, watu wote wataogopa, sauti zote zitakaa kimya, watu hawaongei. Allah ndio kashateremka, anawapa watu vitabu vyao, fulani njoo, fulani njoo, watoto wamekaa kimya, wanaogopa. Wa khashi'atil aswatu lirrahman, siku hiyo sauti zote zitakaa kimya kwa kumuogopa Allah mwenye nguvu. Akasema tena Allah, man ashaddu ala arrahmani atiya, nani anayeweza kumzidi Allah nguvu? Al-atiya, al-takabbur, nani anayeweza kumzidi Allah kibri na nguvu? Arrahman. Kwa bismillah, kwa jina la Allah, arrahman mwenye nguvu, arrahim mpole. Swali, niulize swali langu kwa uliza swali. Kuna sijui nani yule shasau jina lake, yani kainua mlango. Bas kama umesahau jina lake kikiporo utauliza baadaye, ngoja tumalizie. Basi hapa Adam. Afan. Umefahamu eh? Bismillah maana yake nini? Bismillah kwa jina la Allah. Arrahman mwenye nguvu, Arrahim mpole. Kwenye Qur'an al-Karim ukuti al-Ghafurur Rahman, utakuta al-Ghafurur Rahim, anasamehe, anaona huruma. Al-Halimur Rahim, ukuti al-Halimur Rahman. kwenye Ar-Rahman unakuta man ashaddu ala Ar-Rahman atiya, amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurkum min duni Ar-Rahman. Mnafahamu? Kwa bismillah, Mkristo anapofungua kitabu akatafsiriwa alhamdulillah, bismillah kwa jina la Mungu Ar-Rahman, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Mkristo pengine anataka neema kubwa kubwa, ukimwambia neema ndogo ndogo na mchanganya. Umefahamu? Bismillah kwa jina la Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, mpole. Sasa Mkristo ukimwambia hivyo, kumbe huyu Allah ana nguvu. Ukija kwa vurugu, amesema Allah watu wa kaumi Lut walipokuwa wanafanya LGBTQ, ndio wanaita LGBTQ, ndio Allah amesema alaysa subhu biqarib. Wakati malaika anamwambia nabii Lut, ondoka na watu wako, asubhi ipo karibu, hatofika subhi, hatofika asubhi, ondoka. Maana yake mkija na shar, Ar-Rahman al-Qawi al-Mutakabbir al-Matin. Na ukienda kwa Allah kwa lengo la huruma, Allah nipe riziki, Allah naonee huruma, satajiduhu Ar-Rahim, utamkuta Allah anakuonea huruma. Ukitaka kibria, utamkuta Ar-Rahman ala al-Mutakabbirin. Ukitaka rahma, utamkuta Ar-Rahim ala al-Dhu'afa. ما معنى بسم الله؟ بسم الله معناه كني الرحمن الرحيم mpole. Kwa nini Ibrahim alichomwa moto alafu moto hukumuunguza? Kipindi Ibrahim anamwambia msabudu vinyago, msabudu masanamu, wakamwambia Ibrahim, babake Ibrahim akamwambia antahjurani, inabidi uhame, saaktulak, imma nikuwe, saarjumannak, nikuwe. Babake akamwambia imma nikuwe au uondoke nyumbani kwangu. Bwana nisikia story sio lingia ndani akayakuchaji. Achana hiyo kwanza, tunakuja huko. Baba yake ndio alikuwa Azari yu'ziru al-kuffar, akisupport kufuru, kumkataa Allah. Baba yake ndio yeye ndio anachonga vinyago, anauza, anapata hela. Ndio maana kaitwa Azar, li'annahu kana yu'ziru al-kuffar, akiunga mkono, akisupport nini? Vinyago, watu wamkataa Allah. Kwa Ibrahim alipomwambia baba la ta'budu shaytan, usimwabudu shaytan, mzee akaona kama Ibrahim anataka michongo ifanye nini? Iharibike, atakuharibu michongo, si ndio? Mtu anapoamini na kile anachokiamini kikawa kinampa hela,
kama watu wa maulidi wanavyofanya maulidi, wakipata hela kwenye sadaka na michango ya watu, hawawezi kuacha, sababu wanapata hela, wanaendesha maisha yao, wanajenga nyumba, wanaoa watu wawili watatu watatu wanne kwa pesa maulidi. Kwa hiyo kumwambia acha maulidi hawezi kuelewa. Mmenfahamu? Kullu mu'min lima yu'minu, mmenfahamu, wa yastakhrij wa yarbah, hawezi kuacha kila alichokiamini kwa sababu kinamwendeshia maisha. Mmenfahamu? Ibrahim, siku moja kulikuwa kuna Eid al-Asnam, Eid al-Farh, Eid al-Mubarak. Watu wametoka kidogo kwenye zile protocol zao, wanaenda kufanya tawaf, kisha wanarudi kuabudu vinyago. Ibrahim akamwambia inni marid, mimi naumwa saqim, siwezi kwenda leo. Akaingia kwenye maabad, sema kuabudu vile vinyago, akaenda kuvunja vile vinyago. Alipokwenda kule kuvunja vile vinyago, watu wakasema man fa'ala hadha bialihatina, nani amevunja vinyago? Qala, wakasema sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tulimsikia kuna kijana anaitwa Ibrahim ndio kanini ndio kavunja. Wakasema hariqu wansuru alihatakum, inabidi vinyago vishinde leo, Ibrahimu mtieni kwenye moto. Ibrahim alipotoka kwenye moto ulimuunguza kumuunguza. Kwa hiyo kumuunguza, Ibrahim kana mu'minan wa kana sadiqan lillah wa kana abul milla. Ili uwe mu'min wa kweli lazima uamini Ibrahim kana abul milla, yeye ndio baba wa Uislamu. Simenifahamu? Allah amesema inna Allah harrama an-nara 'ala al-mu'minin, harrama dhalika 'ala al-mu'minin. Allah amekataza moto kuwaunguza waumini. Ibrahim kaitwa Abu, ndio baba wa milla, baba wa Uislamu. Kwa sababu gani? Alikuwa symbolic, alikuwa alama ya kuonesha, kajitoa, tunaita tadhhiya, amesacrifice kuunguzwa na moto kwa ajili kuonesha watu kwamba Allah hawezi kuwaunguza waumini, si ndio? Kama Adam alayhi salam alivyosacrifice, alikuwa amejitoa muhanga, binadamu wa kwanza kufukuzwa peponi na akarudishwa ili kufundisha kwamba Allah pepo kawaandalia Waislamu, si ndio? Isikia vizuri. Tutakuja story Adam kaingizwa peponi, akaambiwa aish fil janna, uskun wa zawjuka fil janna, ishi na mkeo peponi. Akala tunda tu likamfukuzisha wapi? Peponi, si ndio? Kufukuzishwa peponi na kuingizwa peponi na kuishi peponi ilikuwa takdirul ilahiyya. Mnafahamu? Ndio maana Musa alipomwambia Adam, wewe ndio umefanya watu wafukuzwe peponi, akamwambia vipi unanilaumu kwa kitu ambacho Allah qaddara Allah amefanya, amekipangilia, si ndio? Kwa hiyo peponi ni haram. Peponi wanaingia mu'minun, hata kama wana madhambi wanaingia peponi. Makosa ya binadamu kwa Allah sio kitu. Allah yeye ni Ghafur Rahim, anasamehe kwa sababu ana nini? Ana huruma. Na Allah Ar-Rahman Al-Qawi, mwenye nguvu, hawezi kufanya nini? Ndio maana moto akasema bi'sa maswal mutakabbirin, moto nimewaandalia watu wenye nini? Wenye kibri. Kwa Allah maana yake sio Mungu. Allah maana yake ni nini? Ni jina la Allah, halitafsiriki. Nini maana alhamdulillah? Alhamdulillah, kila kitu ni cha Allah. Miskitini wanaongopeana, wanasema alhamdulillah, kila sifa njema inamstahili nani? Allah. Sasa ikiwa kila sifa njema, kuna sifa nyingine mbaya. Mfano, kuna Rajab na Shaaban. Shaaban akapata mtoto wa kike amefariki, Rajab amepata mtoto wa kiume mzima yupo hai. Shaaban amelia kwa nini mwanae amefariki. Rajab akawa anamshukuru Allah, alhamdulillah amepata mtoto wa kike mzuri, si ndio? Ipi sifa mbaya hapa? Kipi kibaya, kipi kizuri? Aliyefariki mwanawe atahuzunika kwa sababu ni tukio baya kwake. Aliyekuwa na mwanae yupo hai atafurahi kwa sababu bahati njema, si ndio? Alhamdulillah, tukisema kila sifa njema inamstahili Allah, vipi kuhusu sifa mbaya wanaofiwa na watoto wao, wanaofiwa na baba zao na mama zao? Mtume Muhammad alipoambiwa na Jibril, akhbirni anil iman, miongoni mwa majibu ya Mtume Muhammad, al-iman an tu'mina bil qadar, iman kukubali qadar, mipango ya Allah, khairihi wa sharrihi,
ukubali Allah na mipango mizuri, watu wanakufa, watu wanalala njaa, na ukubali Allah na mipango mibaya, mipango mizuri, watu wanatajirika, watu wanapata hela, wanapata watoto, na kuna watu wanalala njaa na wanapata ajali na wanakufa. Vizuri na vibaya ni vya nani? Ni vya Allah. Alhamdulillah maana yake sio kila sifa njema zinamstahili Allah. Alhamdulillah kila kitu ni nani? Ni cha Allah. Mfano, kwa nini Muhammad kwa nini mtume wa mwisho amekuwa Muhammad? Na kwa nini Allah itaka Muhammad mtume wa mwisho akutane na Iblis? Nini maana Iblis? Nini maana Muhammad? Iblis min iblasa, ablasa yublis iblisa. Ablasa yublis ni rajulun aflasa, amefilisika. Muhammad ameitwa Muhammad liannahu u'tiya kulla shay. Inna a'tainaka al-kawthar, inna a'tainaka al-kathir. Muhammad tutakupa kila kitu. Kwa Muhammad ameitwa Muhammad liannahu u'tiya kulla shay, amepewa kila kitu. Na Iblis ameitwa Iblis Lucifer liannahu hurrima kulla shay, kwa sababu Iblis amenyimwa kila kitu. Hivi unafahamu kama Iblis shoga? Unafahamu kama Iblis yeye ndio wa kwanza kufanya LGBTQ? Unafahamu ushoga? Iblis shoga, hurrima kila kitu, kila tabia ambayo unijua yeye Iblis kwa yeye anakashafanya. Unapomtukana Iblis fala, Iblis hujamtukana pale, umempa nini? Sifa yake. Pale atafakhama na vimba, umeona? Lakini ukisema Allahu Akbar, Iblis anakimbia kwa sababu hapendi kutajwa jina lake. Tumefundishwa tukiingia chooni tuseme nini? Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Shaytan anaposikia jina la Allah yuzkar anakimbia. Umenifahamu? Khubuth wal-khaba'ith ni hakika na kiume. Umenifahamu? Iblis ukimtaja khabith hapendi muombe yeye mchafu. Iblis anta al-khabith, wewe ni mtu mchafu, shetani mchafu, hapendi. Lakini muombe Iblis wewe msenge. Ndo mwenyewe pale anavimba, atafakham, ndo mimi. Basi watu wana edit kwenye video ni shetani kwa pembeni pale, uongo. Simenifahamu. Iblis la yura. Allah amesema innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawna. Amna uwezo kumuona Iblis, lakini yeye na watoto wake wanawaona. Iblis na watoto wanaona. Ustaz, na mambo haya ya uchawi speaker yapo kweli? Yapo kweli. Yapo kweli. Kwa hiyo tunasoma tafsiri aya mbili. Mbona hata wanasema usiamini sihri ipo kweli na inafanya kazi. Mtu anaweza kukuroga mkeo, mama yako, kwa mama vipi huyu? Kwa sababu pale karoga akili yako. Na wengine aliyokada kaiba pikipiki, katoa taarifa polisi, akapewa kabisa cheti. Mtu aliyochukua pikipiki yani hata uchawi unaweza kumroga hata jaji mahakamani. Jaji akampa ushindi aliyedhulumu na akamfunga aliyedhulumiwa kwa sababu ya uchawi. Afu kutoka pale jaji noma. Jaji noma. Sema nifahamu. Kwa hiyo alhamdulillah kullu shay'in lillah. Mnifahamu? Kila kitu ni nini? Ni cha Allah. Muhammad min alhamd. Hamida alhamdu. Amepewa kila kitu. Iblis Allah amesema watu wengi peponi innahum lamublisun. Ay hurrima kulla shay. Wanaingizwa motoni kwa sababu wamenyimwa kila kitu. Simenifahamu? Ibrahim, tumesema Ibrahim Allah subhanahu aliwaambia moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ay harrama Allahu an-nara ala al-mu'minin. Hakuna mu'min muslim yoyote atakayeingia motoni. Mnifahamu? Kwa nini? Kwa sababu almu'minun almuttaqin almu'minun yuqimuna as-salata wa yu'minuna bil ghaib. Watu wamemwamini Allah. Wewe Allah unamjua? Ushakumuona? Kwa nini umeamini? Sami'na munad yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum. Tumemwamini Allah kwa nini? Kwa kumsikia, hatujamuona. Sasa vipi Allah aende yahriq yu'adhibu wajhan kana lahu sajida? Vipi Allah aende kuadhibu uso wa mtu ambaye ulikuwa ukimsujudia, ulikuwa ukimwamini bila kuona? Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, fabisa mathwal mutakabbirin. Peponi motoni anawaingiza watu wenye kibri. Uiddat lilkafirin. Moto kauandaa Allah kwa watu wamefanya, wamemkataa nani? Wamemkataa Allah subhanahu. Simeleka. Tumejifunza nini? Bismillah, alhamdulillah. Kila kitu ni cha Allah subhanahu.
Simenifahamu? So kila sifa njema zinamstahili nani? Allah. Mpaka mbaya bali nini? Zinamstahili nani? Allah. Nini maana Rabb? My Lord. 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 My Lord. Ar-Rabbi, my Lord. Mfalme, king. Alhamdulillah, kila kitu ni nini? Cha Allah. Kwa nini kila kitu cha Allah? Rabbul alamin, kwa sababu yeye ndio king of the world. Hivi unapokuwa king of the world, mfalme wa dunia, nini maana mfalme? Mfalme ambaye anamiliki dunia, kila kitu. Kwa chukua neno alhamdulillah, kila kitu nini? Cha Allah. Chukua king of the world, ukiunganisha, ukijoin, unapata nini? Lahu kullu shay, yeye ana kila kitu. Lakini tunaposema sifa njema zinamstahili Allah, hawezi kuwa king of the world alafu yeye na sifa njema hana sifa mbaya. Na alhamdu manake sio an-nu'ut, sio an-na'tu, manake sio sifa kwa maana mzuri, mnifahamu, ana nguvu, hapana. Sifa maana sifa an-na'tu, an-nu'ut, mnifahamu. Madh, wenyewe wanasema tumuli madhu nabii, sifa za mtume. Kwa hiyo kwa mtume madhu nabii, lakini kwa Allah amesema alhamdu. Alhamdu manake sio madh. Alhamdu kullu ithbat anna Allah lahu kullu shay, kila kitu ni cha Allah. Lima, kwa nini? Kwa sababu yeye ndio king of the world, yeye ndio rabbul alamin, mfalme wa ulimwengu. Umefahamu? Tukitu hapo, subhanaka allahumma bihamdik, nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.